Bela Media, fuatilia taarifa zetu mpaka mwisho. Yeah. Eyo is another day, another new day. Tunasema Bela Media iko hapa tena pamoja na wewe mbele ya kamera hapa. Tuko pamoja na captain wa United Tongogara au tuseme selection. Tuko naye hapa Captain Toti. Tunakuja kumuuliza baadhi ya question ambazo ungependa kujua, mimi na wewe tungependa kujua wote. Tuko pamoja naye hapa. Karibu tena Captain. Asante, nashukuru sana kukutana na nyinyi kwa mara ya kwanza. Na ningeomba tu kwa Mungu awajalie muendelee vizuri na kitu ambacho kinaleta maendeleo katika vijana wetu. Nimefadhilika sana na hicho. Yeah. As Bela Media tumekuja hapa, tuna maswali fulani au tuseme tuna maswali baadhi ambayo tutaka kuuliza. Na maswali haya sio sisi tu tunauliza, hata wanaotufuatilia pia nao wanauliza maswali haya. Tumeona kuna vibango fulani, tukaona kuna mechi ambayo inaandaliwa ya nyinyi pamoja na Baobab. Na swali ambalo linakuja kwenye vichwa vya watu wengi au tuseme swali ambalo linakuja kwa wengi sana ni kwa nini mchague tu Baobab wakati timu zipo nyingi hapa kambini kwetu? Nashukuru sana bwana mtangazaji. Ni kwamba tulikifanya hivyo kwa sababu ya kuangalia jinsi gani tutaendeleza vijana. Najua soka ni maisha, lakini watu wanashindwa kujua ni maisha vipi na watu wanatakiwa waweze kuyaheshimu vipi. Na tumechagua Baobab si kwamba tumechagua kama vile kupendelea, hapana. Huyu ratiba zipo, tukimaliza na Baobab tutaenda na mapokezi iko pale. Wiki ile itafuata Mugurugo ipo, Muungano. Yaani timu zote ambazo zipo kwenye kona yetu kambi tutaweza kucheza nazo ili kuangalia ni wakina nani wanaweza na wenyewe kuchukuliwa ili waje kujizoea na sisi. Kwa sababu tuko kwenye mchakato kuchagua vijana ambao na kidogo na wenyewe wanakuwa wana perform vizuri. Nadhani wewe mshabiki wa Mugwegwe, mshabiki wa Muungano, umefuatilia vyema, jibu hili limejibiwa kabisa kama ulivyotaka mwenyewe. Sio kwamba umependelea wala nini, hapana, lakini ni hatua kwa hatua, timu baada ya timu. Okay, kuna swali nyingine ambalo linakuja hapa kusema kwamba ikatokea kwamba mkapigwa na timu kama vile Baobab na nyinyi mnakubalika. Unajua nyinyi mnakubalika kuanzia baba yangu hadi mama yangu, dada yangu ananifuatilia hapa. Sasa ikatokea kwamba mnapigwa na timu kama Baobab, hiyo inaweza sisi kama wakimbizi tunaweza tukaichukuliaje hapa na timu ambayo iko kama inatubeba hapa kambini? Kwa mtu ambaye hajui masuala ya soka anaweza akastajabika sana, kwa hiyo akaona kama vile wenda kiukweli tumefanya makusudi kufungwa na Baobab au inakuwa vitu vingine. Lakini kiukweli ni kwamba mpira una siri ambao sisi wengine hatujui. Tuko pale kwa kuangalia tu fulani iko pale, fulani timu haiwezi kufungwa, lakini kuna matokeo matatu ambayo tunatakiwa tujue. Kuna kufunga na kudraw. So Baobab ikitufunga ni vitu vya kawaida sana, inatokeaga hiyo hata kwenye mechi kubwa, timu kubwa za dunia ambazo tunazifahamu sisi. Nadhani wewe kama wewe au mimi kama mimi tumeridhika na jibu tulilolipewa. Lakini acha tuingilie kwanza kidogo au turudi nyuma kidogo. Nyinyi mnajiita kama legend au tuseme ni watu ambao wametoka kikambi zaidi. Sio tena ndani ya kambi, mnakutana na mechi tofauti. Baba yangu na mama yangu, kama nirudilie tena, baba yangu na mama yangu wanaamini nyie kama timu inaotubeba hapa. Inaweza ikawaje sasa wao waone kama nyie mmefungwa au mmepigwa tena na timu kama ile? Nyie mnaweza mkaichukuliaje hiyo? Sio kwamba tutakusudia kwenda kufungwa na hao vijana. Hapana. Kama jinsi nilivyokuambia awali, tunaangalia ni kisi gani tunaenda kuwatengeneza na wao, ili mradi kesho kutwa kuna wale ambao tutawachukua. Lakini mimi niseme tu kwamba hatupo hapa tu kufungwa na hao vijana. Wao wajiandae, kwa sababu najua umeshaemba mtaani, si ni timu kubwa tutaipiga, tukule tafutaga muda mrefu, hakuna shida. Sisi hatuwezi kuongea mdomoni, si ni watu wakubwa. Tutaenda kuongelea uwanjani na matokeo ya mwisho basi tutakuja tu, watu watakuja kushauri. Okay. Jana tulitembelea Baobab team, tukaongea na kocha, tukaongea na baadhi ya makapteni wao. Baada ya kuongea na makapteni wao, ikaonekana kwamba wao wanajiamini sana. Sijui kama wewe kama captain unavyoichukulia hii, unaichukuliaje na wewe kisaidia? Mimi ni watu hongera na pongezi kubwa mno kama wanajiamini sana na wanajipa kipaumbele kama watatufunga sisi. Ndivyo hivyo, hiyo ndio inatakiwa kwenye timu. Timu inapaswa kwanza kujiamini, kujisikia kama inaweza kwa kila hali na mali. Lakini wakumbuke kama wanakuja kucheza na kaka zao, ndio wanakuja kwenye vitu kama hivyo. So na kama wewe ngoja kidogo hapa. Vipi? Nini tena? Ongea, mimi niko kwenye mchakato fulani.
Varese wewe uliacha Varese poa. Okay. Vitu kama hivyo. So sio kibaya sana. Okay, as you see captain anawapongeza sana kwa kujiamini kwenu. Anampongeza sana kwa kujiamini kwenu. So hatuna mengi zaidi sana, nadhani mmeshamsikia captain alivyosema. Lakini captain, kuna swali ambalo niliuliza jana, naweza kapenda na wewe nikuulize pia. Jana niliuliza kwamba kwa coach wa Baoba nikauliza kwamba je, kuna maplayer watatu au wanne ambao unaamini kesho wanaweza wakatikisa nyavu na akawataja. Je, naona unaweza kanitajia hata maplayer wawili au watatu ambao wanaweza kutikisa nyavu kafunga hata vitu. Yoyote ambaye atabahatika kuwa uwanjani ana uwezo wa kufanya hivyo. Sasa hii inatisha zaidi sababu Baoba alitutajia watu wanne ama watatu, lakini captain Totti hapa anasema watu wote wana uwezo wa kutimiza, wa kufanya na kutikisa nyavu. Nadhani kama umetufuatilia na umetusikia, zidi kutufuatilia zaidi sana. Ni Bella Media pamoja na captain wa selection. Asante sana. Okay, nashukuru kwa pamoja sana. Fuatilia taarifa zetu mpaka mwisho.